tamaa inaleta dhambi, dhambi yaleta mauti, japo kipato ni kidogo. Ndugu yangu fikiria sana, tamaa itakutuma vibaya, na kusihi urizike na chako, kwenda mbele sio kufika utakapo. Kaa kwanza upya uchunguze maisha yako. Muji wa zambi, muji wa zambi, muji wa zambi, muji wa zambi. The House of Congo movie. Muji wa zambi, 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 muji wa zambi. Ndugu na marafiki wa Annie, nazidi kuwapatia pole, maana msiba sio jambo rahisi. Lakini tuangalie Biblia inatuambia nini kuhusu kifo. Biblia inatuambia nini kuhusu wakati huu ambao umetufikia. Mtume Petro amesema katika kitabu kile cha Petro wa kwanza, shairi la 4 mstari wa 12, unasema vizuri kwamba wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unawapata kama moto ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Mstari wa 13 unasema, lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahini wa shangwe. Wapendwa, Mtume Petro alijua kwamba kifo sio jambo rahisi, lakini amesema tufurahini wakati jambo hili linapotupitia. Biblia inatupatia tumaini kwamba yule mtu anayefariki, anayekufa katika Kristo, tunatumaini kwamba siku ya ufufuo atafufuliwa toka wafu. Amina. Kwa hiyo Biblia inazidi kutuambia, ukisoma katika kitabu kile cha Wakorintho inasema, wale wote waliofariki katika Kristo hawafariki bali wanalala. Maana tumaini ni kwamba siku ya ufufuo watafufuka toka wafu. Kwa hiyo wapendwa, tusiseme mwisho wa Annie ndio hapa. Hapana, tuwe na tumaini kwamba siku ya kiyama tutamwona. Kwa hiyo wapendwa, tungefunga macho ili tuombe tukimalizia. Baba mtakatifu, uketi mahali pa juu mbinguni, tazama muda huu, muda uliokuwa mchungu sana, twajileta mikononi mwako tukisema, zidi kutufariji, fariji jamaa na marafiki wa Annie, maana jambo hili sio jambo la rahisi. Twasema Baba, marehemu huyu wakati tumemwacha katika nyumba lake hili la milele, tunasema Baba, basi iwe nyumba iwe na nuru, mpatie nuru ya milele, ili siku ya ufufuo utakapokuja kufufua wengine wafu, pia naye umfufue. Twazidi kuomba ni baraka, tubariki tutakapoenda nyumbani, maana kuna wengine watatembea kwa gari, wengine wanatembea kwa miguu. Basi waongoze wafike nyumbani salama na salamini. Tunaomba tukiamini katika Kristo. Amina. Kwa hiyo ndugu, tutaenda. Haleluya, tutaonana. Haleluya, tutaonana. Tutaonana mbinguni kwa Baba. Haleluya, tutaonana. Haleluya, tutaonana. Haleluya, tutaonana. Kama si hapa mbinguni kwa Baba. Haleluya, tutaonana. Na wapendwa tutawaona, na wapendwa tutawaona, kama se hapa mbinguni kwa Baba. Haleluya, tutaona. Hatujui lini siku yetu, hatujui, hatujui lini siku yetu, hatujui.
Ndugu Costis, baada ya mazishi ya dada yako Pelusa, kuna kitu ambacho nataka nikushauri. Nahitaji kukuambia kitu ya kwamba Kristo ni mweza yote. Nahitaji nikuelekeze imani yako kwa Mwenyezi Mungu, ambaye kupitia Kristo mambo yote yanakaa sawa. Nafikiri ulisikia vizuri jinsi ilivyoandikwa katika Biblia ya kwamba Mungu anaweza kabadilisha kilichokufa kikawa hai na kilichopotea kikaonekana tena. Brother Costis, naomba uwe na matumaini ya kwamba Yesu anaweza. Katonda ina manyi era Yesu Kristo oyoweka aina manyi akola nyo tomuja musubi aina manyi aja kukolera. Ukisoma maandiko yataweza kukusaidia katika siku zako za usoni. Najua ulimpenda sana Pelusa, lakini kuna matumaini. Siku moja Kristo anapokuja mara ya pili, tutaonana tena. Kabla sijaondoka, nahitaji nikupee zawadi ambayo utakuwa ukiwa nayo katika maisha yako yote, ambayo hii ndani mwake kuna matumaini. Ukiisoma itakusaidia katika maisha yako yajayo, na itakupunguzia stress na kukusaidia katika siku zote, future days. Nasikia? Nafikiri umenielewa. Naomba uitukue. Ubaki salama na amani ya Yesu Kristo. Nashukuru sana mchungaji. Asante. Ni safari yetu sote, tutaondoka wote, hatujaja na chochote, hii dunia tutaipita wote. Jamala la sita, kutenda dhambi na kata, kuishi miaka mingi misidhani. Sara, naomba nikuulize kitu. Hivi ulikuwa wapi? Kwa sababu mimi nahangaika huko kumzika mdogo wako, hata sijui ulikuwa wapi. Nilitamani angalau ujifunze kitu kwa hiki kilichotokea, lakini bado Sara. Na pia najua wazazi wananilaumu mimi tu kwa kuhisi kwamba nimeshindwa kuwalea, lakini yote hayo ni kwa sababu ya kutokuelewa kwenu, kwa sababu nimekaa na nyinyi, nimezungumza na nyinyi kila siku. Matokeo yake ndo haya. Dada yako amefariki, hadi leo unashindwa kuja kwenye mazishi ya mdogo yako. Nyakati za mwisho ndo natokea. Nizungumuze na nini? Au niongee nini kingine ambacho labda sijakizungumuza? Nisikilize Sara. Kwanza sasa, ukifika nyumbani, chukua kila kilicho chako. Sihitaji tena kukuona nyumbani. Alafu wewe kuna kitu najiuliza. Kwa hii rangi yako hii ya weupe, sidhani kama kweli wewe ni damu yetu. Maana huo weupe wako wewe, sikuamini. Mpumbavu mmoja wewe.
Yes, nimefika. Hivi dada, kwani maisha yetu tunategemea kuishi huku kijijini? Kwani tusiende hata mjini ili tukatafute hata kazi za ndani? Maisha tunayoyaishi huku kijijini, kuna watu huku mjini wanatamani wayaishi, maana gumu wa mjini wanaujua. Sasa ni bora tubaki huku. Tulipokuwa watoto, mama yetu alikuwa akituhadithia hadithi za kuhusu mjini. Sio kwamba nimesahau, nakumbuka vizuri tu. Nakumbuka mama alikuwa akisema kwenye maisha inabidi kupiga hatua, wala sio kubaki sehemu moja. Nashukuru sana kusikia hilo jibu lako. Hebu jiongeze. Ama unataka uendelee kuishi huku kijijini ili uolewe na hawa vijana wa huku kijijini wanaonuka shamba? Sio kwamba nakataa kwenda mjini, maana huko kuna watu wa ovyo. Najua kinachokusumbua si kingine zaidi la pepo ya shambani. Sasa wewe endelea kubaki huku. Kuna siku tamkaga nikiwa nishafika zangu mjini huku nikila chips. Sister Zena, nazidi kupatia pole. Ila sio wakati wako tena wa kulia. Maana Mungu ametuambia katika kitabu kile cha Yohana, anasema usilie, maana nimewafanyia njia nyingine. Mungu ametuambia kwamba wakati tumefikiwa na jaribu, hata tuache atatufanyia njia nyingine. Mungu akifunga mlango atakufungulia dirisha ili uipitie. Na Mungu hata kuacha uteseke. Katika kile kitabu cha Isaya Mungu amesema, mahali ulipo nami nipo na nitazidi kuwafariji. Unajua faraja ya Mungu ni kubwa sana. Sister Zena, pole sana. Hila ni wakati wako wa kuomba na kumrudia Mungu. Hili hiyo siku umuone ndugu yako. Nashukuru sana. Nashukuru pia sana kwa faraja zako. Maana singekuwa maneno yako sio kama yangu. Zena, Mungu kwa pamoja na wewe hata kuacha. Basi unaweza kunikubalia tuombe ili niondoke. Baba Mungu mwingi wa faraja, tunajikabidhi tena mikononi mwako. Ulisema tukikuamini, tukikanyaga nyumba ya watoto wako itabarikiwa, na kama wiko na kilio watafarijika. Basi nasema Baba, jaza faraja yako katika hili nyumba, wapatie tumaini, na liacha mibaraka yako katika nyumba hili, katika jina la Yesu Kristo, amina. Basi acha niende Sister Zena. Basi nashukuru sana. Nasema asante sana. La, nahisi ile namba yako na tumia pesa. Ndio, ila usitumie hiyo namba, tumia namba ya kanisa. Ndio ile ambayo inaisha na 05. Yes, 05. Italeta majina ya Daniel Paluku. Anashukuru. Mwenyezi Mungu aendelee kuwazidishia kipaji. Asante. Nashukuru sana. Daniel Paluku. Okay. Asante. Asante.
Pole dadangu, najua inauma sana. Sio rahisi kumpoteza mtu wa karibu. Pole. Hatuna jinsi dadangu, itatubidi tuvumilie tu. Mungu anampenda kuliko sisi. Mimi sipendi kuona kila siku nania. Kila siku ni mtu wa majonzi tu. Sitaki. Tulia dada, ni wakati tu. Naomba tugange yajayo basi. Alafu wewe ulikuwa wapi Suzi? Unajua nimepitia mambo mengi sana. Najua dadangu utanilaumu tu. Ila naomba sorry. Samahani, nisamehe. Maana sio kupenda kwangu. Ni kwa ajili ya kazi tu. Ila wakati nilisikia tu wananipigia simu kwa ajili ya msiba, na nikaamua nichukue ndege nije mapema. Nisamehe dadangu, hatujirudia tena. Nakuahidi sitakuangusha na sitakuacha tena. Sawa. Yaani mimi naogopa kabisa. Sitaki ulie tena. Sawa dadangu. Vipi kuhusu yule msichana ambaye ulikuja naye? Ni nani? Yule ni rafiki yangu. Yaani aliposikia tu tumepata na msiba, akaamua nisindikize, ndio maana mtuona wote wawili hapa. Anaitwa Happy. Basi subiri nimuite akuleta juisi uweze kwa. Happy! Abe dada. Leta dada zena juisi. Sitaki ulie tena. Kwa mtu afura siku zote. Sababu shikamo dazeni. Sasa unaenda? Njoo. Nimuone. Basi nenda ndani chukue juisi, ukitaka tuje tuponge upepo hapo. Nafai. Oya, mashangazi, mliokusema bwana wako kijijini. Na habari nzuri. Kwa sasa nenda mjini. Mama yangu kaniita. Sasa nyinyi endeleeni kudanga huko. Sikia Gadi, kama unakwenda mjini na mimi naondoka na wewe. Tunajua anavyokupendaga. Alafu Gadi, mimi leo nimekuandalia zawadi. Sikia, huwezi kudanganya mimi kwa hayo maneno yako. Maana najua kuwa unatamani kwenda mjini. Mama anataka kujibebisha ili niondoke na wewe. Mwisho tukifika mjini, unitupa kama kojo lako. Hapana Gadi. Unajua mimi sijawahi kukutusi. Yote hayo kasababisha huyu dadangu. Ndio ambaye alikuwa akinituma nikakutukane kwamba wewe ni Zuu. Hebu kuwa mdogo wangu. Yaani unatumia uongo ili huyu mtu akupeleke mjini? Alafu huyu mtu anakwao. Je, wewe utakwenda kwa nani? Kumbe nyinyi machizi. Alafu mnatamani kwenda mjini. Sikieni, mimi bado sijapanga kwenda mjini. Sasa nimechanganya vipi kuambia hivyo? Maana nataka kuambia kwamba leo nimeota ni kwenda mjini. Vipi bro? Salama. Uko poa? Niko poa. Nimekuita hapa, nimekutoa Goma sababu kuna mission nataka nikupe. Oh, mission? Yes. Okay, sawa. Itakuwa vizuri ukiongea. Okay. Ni mission ya kumfuatilia mtu.
Kufuatilia tena mtu? Yes. Oh, sawa. Na kuhusu huyo mtu nitakutumia picha na location ambapo anakaa. Sawa. Mambo ya mission niko tayari. Ila ningetamani nijue kiasi gani utanipea ya hela, kwa sababu nitumike kazi na juhudi sana, nijue. Sawa. Kuhusu pesa nitakutumia, so usijali. Mimi naondoka. Na ufanye chochote watu wasifahamu kwamba tunawasiliana. Kuna mambo ya kujua ile hakuna bosi. Ila zingatia muda, kuna kazi ambayo nafanya. Hivi haya yote ambayo nawafanyia hamuyaoni? Hadi mfikia kiasi cha kunivunjia mimi heshima. Mmejisahau si ndio? Mmesahau mlipotoka. Samahani Bazena, tumekosea. Funga huo mdomo wako. Kwanza wewe ulifika hapa ukiwa kueleweki mbele ni wapi na nyuma ni wapi. Sasa hivi umenyooka, alafu unaota pembe. Sasa dada Zena, kwa nini unazungumza yoyote? Na kosa gani kubwa ambalo tumelifanya mpaka utukumbushe mahali ambapo tumetokea? Unataka kufahamu? Ndiyo. Kwanza jiulize, jana jua litokea upande gani na likalala upande gani? Na kwa nini leo limetokea kule ambako lilikotokea jana? Wakati litakiwa litokea kule ambako lilikolala, lilipita wapi? Labda ikiwa usiku, mwezi na nyota ndio vinalinda mazingira. Ukipata majibu utajua nini namaanisha. Tamaa inaleta dhambi, dhambi yaleta mauti, japo kipato ni kidogo. Ndugu yangu fikiria sana, tamaa itakutuma vibaya, na kusihi urizike na chako, kwenda mbele sio kufika utakapo. Kaa kwanza upya uchunguze maisha yako. Mji wa zambi, mji wa zambi, mji wa zambi, mji wa zambi, the House of Congo movie. Mji wa zambi, mji wa zambi, mji wa zambi, mji wa zambi, mji wa zambi.